Bwana, nikiwa ni mimi hapa Mr. Hans, na leo nakuja na kigongo kikali hiki hapa. Yaani kigongo kimoja kinaitwa cha uhalifu. Mshikaji mmoja msela tu mmoja hivi akiwa akiishi kwenye chumba kimoja. Mambo yake ni magumu kidogo. Biashara zake ni ngumu sana yani. Yeye kazi yake anafanya kukopesha watu. Yaani kwamba anamkopesha kwa siku anaenda kuchukua 1000, 2000 nini ili maisha yake yasonge. Sasa alipokaa pale hajalipa kodi kama miezi mitatu hivi. Na mama mwenye nyumba anamsumbua kinyama, anamwambia kwamba mimi nahitaji unilipe kodi. Sasa siku moja akiwa amelala asubuhi majira ya saa 2, mlango wake ukasikika unagongeka kwa nguvu sana. Ni mama mwenye nyumba anamgongea. Mama mwenye nyumba akamfokea akamwambia, kijana, nisikilize nikwambie. Naona sasa wewe unanipanda kichwani. Nyumba sasa imeshakuwa yako, maana unilipi kodi kwa wakati. Sasa nakupa siku ya leo tu. Zikipita siku 3 nakuja kutolea godoro lako ndani na nahitaji chumba changu. Basi yule mama mwenye nyumba akasema, kwamba yule mpangaji akasema basi sawa, yani yule mshikaji maneno ya mama mwenye nyumba yalimkaa sana akilini, na ukicheki hajalipa kodi kama miezi 3 4. Na ukicheki mtaani pia na madeni mengine. Maana watu pia hawalipi kwa wakati. Sasa kipindi katika harakati zake za kwenda kukopa huku na huku, kuna mshikaji mmoja alimkopesha, lakini yule mshikaji alikuwa muda mrefu sana hajamlipa ile deni lake. Kwa yule mwamba akamaindi, akamwambia, bwana, mimi nahitaji deni langu nilipe. Kwa yule mwingine akanamwambia kwamba, kwa hiyo unaniforce kama sina hela nikaibe au? Mshikaji anamwambia kwamba, kwa siku unaokopa vipi? Ulikuwa hujui kama una hela ya kulipa? Kikawaka pale. Wakapigana. Lakini kipindi wanafanya haya, pembeni kidogo kulikuwa na gari limepaki. Mshikaji mmoja hivi mzee akawa na ucheki ule ugomvi. Yule jamaa alimpiga sana kutokana na hajalipo hela yake, kwa sababu kidogo alikuwa na nguvu. Na ukicheki mama mwenye nyumba anamwambia kwamba anahitaji kodi, anahisi kama anapagawa. Kwa kuna vitu vingi vikawa vina confuse. Basi kipindi yule jamaa anaondoka, lile gari lilopaki, yule mshikaji kama mzee akamuita. Akamwambia, samahani kijana, nahitaji nizungumze na wewe. Kwani pale kulikuwa na issue gani inayoendelea? Kijana akawa analalamika. Unajua Faza, sikiliza nikwambie. Kuna watu wengine hawana akili hata kidogo. Yaani mimi nimemkopesha kitu huu mwezi wa 7. Ila yenyewe ni 5000 lakini hataki kunilipa. Yule mzee akacheka sana. Inamaanisha ugomvi wote ule uliokuwa mnapigana ni kwa ajili ya shilingi 5000? Kutoa na damu na kumuumiza mwenzako ni kwa ajili ya shilingi 5000? Kwani 5000 wewe unaiona ni ndogo? Hiyo 5000 mimi nakula siku 3. Yule mzee akamwambia, nisikize nikwambie. Mimi nitahitaji nikupe kazi. Unaona nakufaa sana kazi yangu. Lakini mshahara utajichagulia mwenyewe. Tutaingia mikataba. Kama utakubali hii kazi, ndani ya miezi kadhaa, basi utakuwa doni, utaendesha gari na utasahau maisha ya shida. Kijana akauliza, hiyo kazi ya namna gani? Mzee akacheka. Akamwambia, cha muhimu chukua business card yangu. Kingine utanicheki muda wote unaotaka wewe. Kweli jamaa akaamua kuchukua business card, anarudi nyumbani kwake kwa kunyata, kumwogopa mama mwenye nyumba atamdai. Akaingia akazima taa ndani kwake, usingizi hauje. Ana madeni kibao, akicheki kodi hawezi kulipa. Alikuwa na mke mpaka akamkimbia. Yaani matatizo jamaa yamemwandama kinyama. Kwa hiyo alichokiamua, mida ya saa 4 usiku akampigia mshikaji yule mzee. Halo, mimi ni yule kijana ambaye umenipa namba mchana. Vipi tunaweza tukaonana muda huu? Mzee akamwambia, bila shaka tunaweza tukaonana. Basi mshikaji akaenda mpaka kule. Wakakutana kwenye baa moja hivi. Lakini hiyo baa madai yake yule mzee kwamba anaimiliki. Akamchukua yule kijana akamuingiza kwenye chemba kidogo. Kulikuwa na yani kwenye hiyo baa kulikuwa na vyumba vingine vya siri kidogo, akamuingiza ni kama underground. Kufika kule yule mshikaji akamuuliza, sasa mzee, hiyo kazi ya namna gani? Kwa hiyo hata nikitaka milioni 20, vipi naweza nikaipata hiyo kazi na nikaipata hiyo hela? Yule mzee akamwambia, sio milioni 20 tu, hata milioni 100. Kijana akashtuka.
Akamuuliza tena, wewe ni malaika umetumwa na Mungu kuja kutusaidia tu kama sisi, au ni namna tu umenipenda jinsi nilivyo naweza nikafanya kazi yako? Yule mzee akamwambia, ndio, wewe unaweza ukafanya kazi yangu, tena ukifanya kwa weledi itakuwa kazi poa sana. Basi kijana akamwambia, kazi gani? Mzee akacheka, inabidi usaini. Kwa hiyo jamaa kwa kuwa alikuwa anahitaji pesa akasaini mkataba bila kujua chochote, lakini yule mkataba ukawa na sheria ngumu sana. Akamwambia ya kwamba ndo akawa anasomewa, kwanza sheria ya kwanza inabidi auwe watu 5, akiwa mamake mwenye nyumba, mbunge na watoto zake wabunge, pamoja na mlinzi wa mbunge, yaani maanisha mtu wa serikalini. Kweli jamaa hakuwa na jinsi, na tena akaambiwa kama ukishindwa kufanya hivi basi wewe ndio utakayeingia katika matatizo, yaani wewe ndio utakayekufa. Alafu kingine, kila tukio utakaolifanya basi hilo ni lako hilo, mimi sihusiki nalo kivyovyote. Kwa kuwa aliambiwa akaanze na mama mwenye nyumba, akaenda akatumia kama milioni 10 hivi kwenye simu, akatoka mpaka kwa mama yake mwenye nyumba, akamtumia ile hela ya kodi ambayo alikuwa anamdai. Jamaa akawa na jeuri fulani, akamwangalia namna mama mwenye nyumba, akajua kabisa huyu ni mtu astarehe. Kwa hiyo akamchukua akampeleka baa na akaenda akafanyaje, akaenda akafanikiwa kumuua huko bila watu kujua. Akafanikiwa kuua watoto wa bunge, lakini bunge mwenyewe alishindwa kumuua kwa sababu bunge alikuwa na walinzi wakali sana. Mshikaji alikamatwa na kifungu chake kilikuwa chama cha kunyongwa na akanyongwa. Sasa wadau, nilikuwa naenda haraka hivi kutokana na muda, alafu kingine kuna recap nahitaji niandae kwa ajili yenu. Kwa nilikuwa naomba msisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Nimekaa muda mrefu sana sijaposti, kwa hiyo nikaona kama niwaletee hii kitu kama surprise. Kwa hiyo kuna kitu kingine ambacho kinakuja. Pia story inatufundisha kwamba kwenye maisha haina haja kutumia njia ya shortcut, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu alikupangia kuna namna utapata tabu na utapata fedha. Lakini mshikaji aliingiwa na tamaa kutokana alikuwa anahitaji pesa nyingi sana ili maisha yake yasonge. Lakini hiyo tamaa yake ikamfanya ingie sehemu mbaya na kupoteza maisha kutokana na mkataba alioingia, na akajikuta nafuatiliwa na kutishiwa sana. Kwa hiyo msisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Kingine nitawaletea recap mpya na nitaanza kupost recap kwa mfululizo kutokana nilikuwa na changamoto kidogo. Na imani changamoto yangu nimezifix kwa kiasi chake, japo binadamu haishi changamoto zote. Kwa hiyo nitawaletea recap nyingine na nzuri zaidi, na pia kama mtahitaji story kama hizi kali niambieni, kuna story nyingi tu na imani mtazifurahia na mtazipenda pia. Sisi wengine hatujui kukaba, kazi zetu ndo kama hizi, tunakaa nini, tunawapa burudani nyinyi, tunafanya entertainment. Kwa hiyo ukigonga alama ya subscribe hapo utakuwa umetisha sana, yaani utakuwa umenisupport sehemu kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba na leo niseme asante, lakini sitochelewa kutoa recap mpya, nitawaletea recap hivi karibuni. Asanteni sana.